Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Akhlaq TV. Bila shaka ni mzima mbuheri wa afya, na tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo ametuneemesha sisi waja wake. Leo ni siku nyingine tumekutana katika mwendelezo wa kupeana nasaha mbili tatu, angalau na sisi tuweze kuzipata thawabu, lakini pia tuweze kuwa na changes katika maisha yetu, hasa maisha yanayohusu Uislamu. Lakini leo tukiwa bado katika kuzungumzia namna ambavyo maisha na mwenendo mzima wa ndugu zetu hawa wasanii wetu wa kaswida ambao tumewapa nafasi kuwa wao ndio role model wetu katika jamii zetu, lakini pia tumewapa nafasi kuwa wao ndio vioo vyetu tukijitazama kupitia wao. Kumbuka kipindi hiki kipo kwa udhamini wa ndugu zetu Fursa Classes, lakini pia tuko na ndugu zetu vile vile Cheap Buy. Nikizungumzia Cheap Buy nazungumzia wale ambao tunahitaji kuagiza mizigo, wafanyabiashara wakubwa na wadogo ndani ya ardhi hii ya Tanzania. Ukihitaji kuagiza mzigo nje ya nchi, basi wao ni hawa Cheap Buy watakufikia. Lakini pia tukiwazungumzia Fursa Classes, tunazungumzia ni ndugu zetu ambao wao wamejitoa kwa ajili ya kukuwezesha wewe mjasiriamali, wewe ambaye unahitaji kupata elimu ya kuendesha biashara yako, basi wao ni hawa Fursa Classes. Utaweza kujifunza mengi na kupata zile fursa ambazo ziko kwao. Wako jirani kabisa na viwanja vya Mnazi Mmoja. Wasiliana nao kupitia nambari zao hizo chini hapo, ama fika ofisini kwao pale karibu na viwanja vya Mnazi Mmoja, kwa maana soko la Kisutu. Ukifika ghorofa ya 4, basi utaulizia Salma Collection ama Cheap Buy au Fursa Classes, utafikishwa ofisini halafu utahudumiwa shida yako hiyo. Pia tuko na ndugu zetu ambao wao wamejispecialize kwa ajili ya kuwahudumia watoto katika jamii, kwa maana kupambana vita dhidi ya vitendo vya ukatili kwa watoto. Nawazungumzia Watoto Foundation, iko ikipatikana pale maeneo ya Goba, mtaa wa Tegeta A, jijini Dar es Salaam, manispaa ya Ubungo. Karibu sana, tuzungumze sasa kuhusiana na kile ambacho leo nimeweza kukuletea hapa. Leo nataka tuzungumze angalau kwa uchache. Kumekuwa na tabia moja, wanadada hawa waimbaji wa kaswida, wasanii wetu wa kike hawa, wamekuwa na desturi moja, wanajisitiri vizuri katika video zao, katika mihadhara kidini tukikutana nao, lakini kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ni tofauti kabisa. Ukiingia kwenye mtandao wa kijamii unamkuta mwanadada amejiachia, kichwa wazi, kifua kinaonekana, amejiachia kwelikweli, anatikisa makalio, anafanya vitu ambavyo wala hudhanii kama angefanya. Na hasa kinachoumiza zaidi ni Muislamu, lakini kinachoumiza zaidi ni mtu ambaye amejiweka kwamba ni mtu anayesaidia jamii kuwafikishia ujumbe wa Mola wake ama ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yeye ikiwa ndio mtu ambaye tunamtazama kwenye jamii, halafu yeye anakwenda anajianika wazi, unadhani kaswida yake ikija kwenye mtaa ama ikija kwenye jamii, unadhani itakuwa na mantiki yoyote? Itakuwa na maana yote? Itakuwa na nafasi ya kusikilizwa katika jamii? Jibu nadhani utakuwa nalo. Kikubwa zaidi, hebu badilikeni. Ukiamua kuwa ni msanii wa kaswida, basi hebu jitengeneze katika mazingira hayo. Hatutegemei kukuona umekwenda katika status zako ama katika peji zako Instagram, Facebook, TikTok, umeweka picha ambayo hauko stara, umeweka kule, alafu unatuambia siku moja na enjoy. Unaenjoy nini? Hivi chukulia kwamba leo ndo umefariki, halafu watu wakachukua picha hiyo hiyo ambayo wewe ama video hiyo hiyo ambayo umeiposti ukiwa unakata kiuno, ukiwa unacheza, ukiwa umejiachia kichwa wazi, tena umeweka background ya nyimbo ya msanii wa Bongo Flava, nyimbo ya msanii wa Bongo Flava, taarabu, singeli na vitu vingine, halafu unacheza ama umeweka pale, halafu video ni ya kwako, nyimbo hiyo, halafu unatuambia una enjoy. Kesho ukifariki na si tukiposti hiyo tukiandika RIP, tutakuwa tuna makosa juu yako. Kwa hiyo naomba tubadilike na tuelimike katika hili. Sina la ziada. Mimi ni ndugu yako Makame Mtikisa Ndimu. Ama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maasalam.